Meshach ni kijana wa miaka 27, alizaliwa kwenye familia ya kimaskini. Wazazi wake walijitahidi sana kumpeleka chuo kwa bidii kubwa. Katika miaka miwili ya kwanza chuo kikuu, alifanikiwa kujenga urafiki imara na marafiki watatu: Ima, Andrew na Elia. Walikuwa wanne wanaopendana sana na kusaidiana katika changamoto zote za kimaisha. Meshach na Andrew walitoka kwenye familia za kimaskini sana, tofauti na Elia na Ima ambao walitoka familia zenye hali nzuri za kiuchumi. Kwa sababu hiyo, Meshach na Andrew walitumia muda mwingi wakifanya kazi kwenye vibarua ili kuweza kujimudu na maisha yao ya chuo. Hata hivyo, hii haikuwazuia kufurahia maisha yao ya ujana, na mara kwa mara walikuwa wakienda klabu pamoja na marafiki zake. Siku moja, baada ya kuzunguka mjini, marafiki wanne walitembea njiani wakati wa kurudi chuo. Elia alifuatwa na gari la kifahari la baba yake, lakini Meshach na Andrew, kama kawaida yao, waliamua kutembea kwa miguu huku wakielekea kwenye vibarua vyao vya kawaida. Hii ilikuwa picha ya maisha yao ya kila siku, lakini ni marafiki wanaopendana sana, wameungana kuwa marafiki wa kweli, wanajaliana bila kujali ufahari wa Elia na Ima. Kesho yake, Meshach alienda chuo kama kawaida. Alipofika kwenye lango la chuo, akakutana na msichana mrembo sana. Moyo wake ukapiga kwa kishindo. Kwa ujasiri wake wote, akampa salamu, "Hai." Lakini msichana huyo akakaa kimya na kuendelea na safari yake. Meshach alibaki amesimama tu. Haraka haraka alikimbia kwenda kuwahadithia marafiki zake habari hizi za kushangaza. "Wanangu, nimekutana na demu mrembo kinoma noma, yani machizi wangu," alisema kwa msisitizo. Marafiki zake walicheka wakisema, wewe acha zako mwana." Lakini Meshach akasisitiza, "Kweli wanangu, bonge la demu." Siku hiyo wakapanga kwenda klabu kama kawaida yao. Ilipofika usiku, wakaenda klabu. Walipofika, jambo la kushangaza likatokea. Meshach alimwona tena yule msichana mzuri. "Washikaji, chekeni kule, mmemwona yule demu?" Meshach alisema kwa msisimko. Andrew akamcheka Meshach. "Oi mwanangu, yule demu tunasoma naye chuo." Meshach hakuamini. "Acha utani, huyu demu tunasoma naye? Wala sijawahi kumwona." "Ndiyo, tunasoma naye," marafiki zake walijibu. "Kwa hiyo mnamjua jina lake?" Meshach aliuliza. "Hatumjui, nenda umuulize mwenyewe," wakamjibu. Ima akamuuliza Meshach kwa mzaha, "Vipi, umempenda yule demu?" Meshach akajing'ata tu bila kujibu wazi. Baada ya muda wakachomoka klabu na kurudi kwenye geto la Meshach. Kesho yake chuo, jioni ilipowadia, Meshach aliondoka chuo na kwenda kwenye kazi yake ya kibarua. Kwa bahati nzuri, akakutana na yule msichana tena. Huku moyo wake ukipiga kwa kishindo, Meshach aliamua kumshobokea na kumkaribia. "Mambo vipi?" Meshach alisema kwa tabasamu. Msichana akajibu, "Poa, za kwako?" "Poa pia," Meshach alijibu. "Samahani, unaitwa nani?" aliuliza kwa upole. Msichana akamcheki kidogo kisha akajibu, "Naitwa Diana." "Asante kwa kuniambia jina lako Diana," Meshach alisema kwa furaha. Baada ya mazungumzo mafupi, Meshach alielekea kwenye kazi yake ya kibarua, lakini moyo wake ulikuwa umejawa na furaha. Usiku ule, saa 10:19, marafiki zake walimcheki Meshach ili waende klabu kama kawaida, lakini siku hiyo ilikuwa tofauti. Meshach hakujisikia vizuri kabisa. Hata hivyo, marafiki wake walimshawishi na mwishowe wakaenda klabu. Miezi ikaendelea kwenda na Meshach akaendelea kujenga urafiki wa karibu sana na Diana. Mahusiano yao yalikuwa kiasi kwamba marafiki wa Meshach walianza kumwita Diana shemeji. Kila mtu alijua kuwa kuna kitu maalum kati ya hao wawili. Siku moja, Meshach alijitokeza na kumtongoza Diana wawe wapenzi. Diana hakukataa. Wakapanga kukutana jioni baada ya masomo. Meshach alienda kwenye geto lake akiwa amejawa na msisimko. Baada ya muda kidogo, marafiki zake wakafika kwenye geto lake. "Wanangu, nimemtongoza Diana na amekubali kuwa na mimi," Meshach aliwaambia kwa furaha marafiki zake. Andrew akashangaa. "Kweli mwana?" "Ndiyo," Meshach akajibu. Ima na Elia wakaanza kumcheka, lakini Meshach aliwaambia, "Nyinyi sasa mnacheka nini?
tokeni niende zangu kibaruani. Siku hiyo ikapita na Meshach alikuwa ndani ya dunia yake mwenyewe ya furaha. Baada ya miezi kadhaa, Meshach alipata kazi kwenye kampuni ya ujenzi, huku akisoma chuo pamoja na rafiki yake Andrew. Maisha yalikuwa magumu, lakini sio kama Meshach alijitahidi sana kwa ajili ya siku zijazo na Diana. Ijumaa ikafika. Baada ya masomo, Meshach akakutana na Diana jioni kama walivyokuwa wamepanga. Mapenzi yao yalikuwa ni moto moto na mahusiano yao yalikuwa yakiendelea vizuri. Wiki 3 baadaye, jambo lisilotarajiwa likatokea. Diana alianza kujisikia vibaya akiwa na dalili za ugonjwa. Meshach alimwambia aende hospitali akapime ili wajue shida ilikuwa nini. Diana aliamua kwenda hospitali. Alipanda bajaji na kwenda hospitali. Alipofika, alipima magonjwa yote yanayowezekana, lakini hakugundulika na ugonjwa wowote. Nesi alimshauri Diana apime ujauzito. Diana alishangaa sana kwa ushauri huo. Mimba, nesi? Diana aliuliza kwa mshangao. Ndiyo, ni vyema kupima, nesi alijibu. Diana alikubali kupima. Baada ya dakika chache, majibu yalikuja. Nesi akamwambia Diana, hongera, una ujauzito wa wiki 3 sasa. Diana alishangaa sana na hofu ikamjaa. Aliondoka hospitalini akiwa hajui atafanya nini. Moja kwa moja aliamua kwenda nyumbani kwa Meshach kwenda kumwambia na ujauzito. Diana alipofika nyumbani kwa Meshach, aliwakuta marafiki zake Meshach wakiwa wamekaa pamoja. Diana alienda kumkumbatia Meshach na kumwambia kwa sauti ya chini, nina mimba. Marafiki zake Meshach walishangaa na Meshach mwenyewe akaweka mikono kichwani kwake kwa mshangao. Baada ya muda wa ukimya, Meshach alikubali matokeo. Nitalea hiyo mimba, alisema kwa nguvu. Diana aliuliza kwa wasiwasi, lakini wazazi wangu ni watata sana, itakuwaje? Meshach akamfariji, usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Miezi 2 baadaye, wazazi wa Meshach na Diana waliitwa chuo na mkuu wa chuo. Walielezwa jinsi hali ilivyo kuhusu watoto wao. Mkuu wa chuo aliwaambia, sitowafukuza chuo kwa sababu huu ni mwaka wao wa mwisho wa masomo yao. Lakini baada ya kukutana na mkuu wa chuo, mambo yalikuwa tofauti. Baba yake Meshach alimkataa mwanawe. Kuanzia leo, wewe sio mtoto wangu tena. Nilikupeleka chuo usome, sio kuwapa mimba watoto wa watu, alisema kwa hasira. Wazazi wa Diana nao walimkataa. Hatuwezi kuishi na mke wa mtu. Kuanzia leo, nenda ukakae kwa huyo aliyekupa mimba, walimwambia Diana kwa uchungu. Ilikuwa lazima Meshach amchukue Diana aende naye nyumbani kwake. Sasa Meshach alikuwa na majukumu makubwa: kumtunza Diana, kumlipia ada ya Diana ya chuo na pia kujilipia ada yake mwenyewe. Hata hivyo, marafiki zake hawakumtenga. Waliendelea kuwa pamoja naye katika kipindi hicho kigumu. Maisha yalikuwa magumu sana kwa Meshach, lakini Diana aliamua kuishi naye kwa sababu alimpenda kweli. Na Meshach naye alimpenda Diana sana. Huwezi kumwambia chochote kuhusu Diana. Miezi ikaendelea kwenda na mimba ya Diana ikawa kubwa. Alikuwa anakaribia kujifungua.